hujatengeneza mambo ya nyumbani mwako. Malaika hawa kawaida ni watakatifu, ni wasafi, wanatembea na mtu ambaye yuko smart katika ulimwengu wa roho. Ukijichanganya wanakaa mbali, siwe chafu, ndio machawi yanakuja sasa. Fyako leo nimekabwa. Umekabwa. Malaika walikuwa wapi wanaokulinda? Umechafuka. Idara ya ulinzi, kama unavyoona rais anavyolindwa, ndivyo unavyolindwa na zaidi. Sema amina, sema amina, sema amina, sema amina. Unalindwa zaidi ya rais. Wewe wako wanaotangulia mbele, wengine wako upande mwingine, wengine wako kufanya usalama, kwamba anakokwenda mtoto mwe. Tungekufa sana sisi wengine, maana tunatekwa kila inapoitwa leo. Mimi kwanza ndo ningekufa zamani sana. Unafikiri kupiga wachawi mpaka wanapigika ni mchezo? Tunalindwa. Malaika wa ulinzi. Bwana anakulinda, anakutetea. Ngoja nimalize. Malaika wa vita. Unakumbuka habari za Elisha? Wale Washamu walipoenda kumkamata, Wafalme wa Pili sura ya 6 utasoma. Gehazi anaona majeshi, anasema twafa. Lakini Elisha anasema Bwana mfungue macho huyu apate kuona. Anapofunguliwa Gehazi anaona majeshi yamewazunguka kamlima. Walio upande wetu ni wengi, ni wakubwa, ni wakali zaidi ya wale walio upande wa adui. Wanaokulinda ni wengi zaidi ya wanaokuwinda. Uwe na imani, simama kwa jina la Yesu. Haleluya. Wanaokupigania ni wengi zaidi ya wanaopigana na wewe. Usitetereke, songa mbele, sema amina. Mtu akiwacha vita na wewe una jeshi. Mwambie jirani yako jeshi lipo. Mwambie jeshi lipo. Anayepambana na wewe jeshi lipo. Wewe kaa pia. Ndio maana Bwana anawaambia wana wa Israeli, nyamazeni kimya, Bwana atawapigania ninyi. Na mtanyamaza mkatulia kimya. Wewe tulia kimya, Bwana akupiganie. Haleluya. Anayepigana na wewe mtumishi wa Bwana anatafuta kifo, anatafuta kichapo, atachapa na kucharazwa. Haya, hao wa vita sasa. Wa vita ndo zinapigwa. Wakati mwingine tukiwa kwenye maombi, roho za malaika wa vita zinatuvaa. Unashangaa mtu tu amebadilika. Unamwangalia, unacheka, yeye yuko serious. Anapiga mateke, anapiga ngora, anapiga ngome. Yaani wewe sikiliza. Pia pata medeko zaka kwa jina la Yesu. Hebu sema amina, amina, amina. Roho wa malaika wa vita akikuvaa, utafanya maombi ya vita mara. Sio wewe unayopigana, ni roho za malaika. Malaika zimekuzingira, wanapigana vita, zile roho zinakuvaa. Akikuta na wewe unarusha makombora. Wengine wanaonaga kwenye ndoto, wanashangaa wanapigana kweli kweli. Sema amina. Amen. Uokoaji. Idara ya ulinzi, vita na uokoaji. Hao waokoaji ndio wanaotuokoa tunapokuwa kwenye mapito. Walienda gerezani, Petro alipokuwa gerezani, wakampiga wakasema, dogo inuka, simama, nenda. Paulo na Sila walipokuwa gerezani, idara ya uokoaji. Wakashuka, gereza likatikisika, wakasema, nendeni vijana, kimbia, kimbia, kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ebrania 1:14, Matendo ya Mitume 12:7, Wafalme wa Pili 6:14. Ebrania 1:14. Kitabu cha pili cha Wafalme
6:14. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7. Malaika wa uokoaji. Yaani niwaambie, Bwana Yesu asifiwe. Tumezungukwa na malaika hapa tulipo. Pigia Yesu makofi. Sasa ninaomba wewe mwanangu nani? Hebu njoo hapa. Ushuhuda huu unahusika na malaika wa uokoaji wanavyotuokoa. Njoo hapa, hebu utupe ushuhuda jinsi Bwana alivyotuma malaika kukuokoa. Na watu wengi wanashuhuda hapa, bado sijazipata. Ukiwa na ushuhuda wewe njoo ofisini, mimi mchungaji nipo hapa. Sema amina. Ubarikiwe Bwana. Huyu mtoto huyu ni dadangu, lakini ni mtoto wangu. Sema amina. Yesu amemtoa mbali. Nikiwa madhabahuni ni mwanangu. Huyu mtoto huyu Yesu amemtoa mbali sana. Amemtetea. Hebu naomba tupe ule ushuhuda jinsi Bwana alivyokutetea, alivyotuma malaika. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitaanzia hapo kwa sababu baba ameshafafanua. Ngoja mimi nianzie hapo kwenye ushuhuda. Ilikuwa mwaka 2008 mwezi wa 10. 2008 mwezi wa 10. Kipindi naishi Bonda pale Kasumuru. Ule mwaka kuna jirani yetu alikuwa amefiwa na mtoto wa siku moja. Yaani alijifungua mtoto kama leo, afu kesho akawa anafariki huyo mtoto. Alipofariki, ubalozi unasema huyu mtoto kwa sababu ana siku tu moja tumzike hapa. Lakini ndugu wa huku Mbeya walikataa. Wakasema huyu mtoto lazima aje huku Mbeya. Huko Mbalizi. Huyo kijana alikuwa ni wa Mbalizi. Sasa kumbe mkakati katika ulimwengu wa roho ulikuwa pia umesukwa kutoka Mbalizi. Kuna mdogo wake huyo kaka aliyepata huyo mtoto. Mdogo wake alikuwa anatafutwa huku. Ina maana alikimbia huku, alikuwa amekimbilia kwa kaka yake Bonda ili huku asije akaliwa nyama. Maana mama yake alikuwa anadaiwa nyama kwenye kikundi chao cha kula nyama za watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo binti itabidi akimbilie kwa kaka yake Bonda kajifiche. Wakaua kale katoto ili wapate njia huyo binti arudishwe huku wale nyama yao. Wakati huo mimi pia niko kwenye msuko huo na mimi nahitajika niliwe nyama. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha huo mwaka upande wa kwa mume wangu kwenye familia yao alibaki mume wangu peke yake katika watoto 7. Sasa wakati amebaki na yeye ndo alikuwa wa 7. Kwa hiyo alitakiwa na yeye mume wangu aliwe nyama, alikuwa anadaiwa mamake. Sasa wakati huo mfuko sasa yaani sijui mtakuwa mnaelewa vizuri. Sasa hiyo ajali ina maana iliandaliwa na ina maana ni sijui nisemeje sasa yaani ni familia mbili tofauti. Sasa familia ya huku hiyo ajali inatakiwa yaani hiyo yaani ina maana huo msuko sasa unamhitaji dada wa huyu huku aletwe huku kwa katoto kale kakafa ili asafirishwe, ile maiti isafirishwe ije huku. Sasa wakati tumetangaziwa pale msiba tumekusanyika, ikaonekana wote pale kwenye kile yaani ule ubalozi tunang'ang'ana kwenda msibani. Yaani ni roho tu ilishuka. Kila mtu anataka aende kwenye huo msiba. Mimi nataka, mume wangu naye anataka, mume wa jirani naye anataka, mke wake naye anataka. Gari liko hili moja, wote tunataka kwenda. Mama yangu mkwe mdogo akatoa ushauri akasema, jamani, mimi naomba katika huu msiba katika familia moja aende mmoja, msiende familia wote kwa pamoja. Kwa mjadiliane, kama ni mke aende mke, kama ni mume aende mume. Mimi nikajadiliana na mume wangu nikasema mimi naenda mimi. Mume wangu akasema hapana, naenda mimi. Tunagombania kumbe hatujui tunaenda kwenye kifo. Mimi nikasema hapana, mimi huyu dada ni shosti yangu, lazima niende mimi. Sasa wewe unang'ang'ania wewe unaenda kwa ajili ya nani? Akasema sasa na mimi ni jirani. Nikasema hapana, naenda mimi. Kwa nikamshinda. Nikasema wewe utabaki na mtoto,
mimi ndo nitaenda msibani. Akasema sawa. Kwa na mwingine mwanaume akaenda, mwingine mwanamke akaenda, hivyo kwa kila familia alitoka mmoja. Tukapanda kwenye lile gari, mtoto wa siku moja huku wamekataa ubalozi walibembeleza, jamani tuzike tu huku Penuni, nikatoto akakoa haiwezi kuwa msiba, lakini wakasema hapana, tunataka hiyo maiti iletwe huku. Haya, tukapanda sisi safari. Tukafika Ilima pale kuna mlima, ukitoka Stamiko unapoenda Ilima kuna kamlima pale. Gari kumbe huko nyuma ni moshi unatoka, sisi hatuelewi. Costa moja ikapita ikamsimamisha yule dereva. Gari lako linaotoka moshi mwingi sana, utabidi asimamishe pale. Akakolongolewa, tukashuka tukapita pembeni. Sasa kuna kosta nyingine ikawa imekuja mbele nyuma yetu, ikawa inapita imebeba wa msiba wengine ambao wamekosa nafasi kwenye gari letu. Wakasema jamani twendeni kwenye hii kosta, kata. Yaani kishaduiziwa kwamba wewe wa kupata ajali. Yaani uwezo, yaani Mungu tuingilie kati. Tuligoma, tukasema hapana. Sisi tunasubiri hili. Tulimsubiri fundi atoke boda akaja akajitengeneza, tukaendelea na safari. Tumepanda kwenye pickup tunaenda. Safari tunaimba. Tunapoelekea KK akaanza kulala mmoja baada ya mmoja. Huko tunaimba akaanza kusipuka, wa kwanza anasipuka na lala. Mwingine anakuja anasipuka na lala. Mwingine, wote tukalala kwenye gari hili. Tulipolala mimi nilikuja kushtuka kama naelea hewani sasa. Sasa nikasema mbona kama na pai naelea. Nikawa nimefumbua tu macho kwa muda mfupi, alafu nikakata tena moto. Sikuelewa kinachoendelea tena. Kumbe hapo wakati tayari gari limekosa mwelekeo, nikawa nimebenuka kwenye mlima wa KK unaenda kwenye kamto. Ukitoka pale kwenye mlima wa KK kuna kamto kapo chini pale. Tukawa tumepita pale. Tulipopita tu kwenye kamto pale, ndo gari likajibenua. Tulidondoka pale. Tulipodondoka pale, gari kwa sababu lilikuwa liko kwenye spidi, liliposhuka chini liliendelea na safari. Kuna mmoja wetu alikuwa amedondokea mbele, likaenda kupiga breki tairi kwenye kichwa cha yule dada. Alikuwa na mimba ya miezi 6, kichwa kilipasuka pale na kufa pale. Basi ambulance ikaja pale walikopata taarifa, mimi nikaja kushtuka na nyanyuliwa kupelekwa kwenye gari. Sielewi ni nini kimetokea. Tukawa tumepelekwa Makandana. Tulipopelekwa pale Makandana, ghafla sasa simu wameshapiga, watu wa boda wameshakuja, ile maiti bado inatoka damu puani. Yule dada anayetafutwa bado wapo nani. Wakawa wenyewe wanaendelea na safari. Sisi tukawa tumerudishwa wote hospitalini pale Makandani. Lakini tulikuja kupata taarifa kwamba walikuja tena kupata ajali nyingine tena huku mbele, kwa sababu bado mtumiwa wao yuko mule. Kwa hiyo wakaja kupata tena ajali nyingine. Hiyo ajali ya pili ndio ilimuua sasa yule dada ambaye sasa alikuwa anatakiwa huku. Kwa sababu hizo taarifa nikaja kuambiwa sasa na wifi yake huyo dada kwamba samahani, tusamehe, sisi ndio tumewaingiza kwenye haya matatizo. Kumbe familia ya mume wangu kule walikotoka walikuwa wanamhitaji yule dada. Mama yake alikuwa anadaiwa nyama kwenye grupu lao la kuliana nyama za watu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni hatari kwa kweli. Sasa wakati basi akawa ameomba hizo msamaha, basi tukawa tumejua kwamba sasa wakati huo mimi nikawa najua kwamba kumbe tuliingizwa kwenye mtego wa yule dada. Kumbe aliyetafutwa ni yule dada. Kumbe wakati mimi mwenyewe ni mtumiwa mojawapo tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ule mwaka ninaopata mimi ajali, wakati mwaka jana ametoka kupata ajali mume wangu mbaya sana, ila alipona ule mwaka. Kwa hiyo ikadaiwa kwamba akaomba kwamba jamani, msimule mwanangu, amebaki tu mmoja, naomba tu msimule, yaani naomba niachie mtoto haka kamoja kamebaki. Sasa ule mwaka 2007 wakawa wamemwacha. 2008 sasa kumbe akawa amewapa mimi, basi mule kamwana kangu tu mwanangu muache. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mwaka ninaopata mimi ajali, kumbe ndio itakiwa mimi ndio nifanyeje, niliwe nyama badala ya mume wangu.
nitolewe mimi. Sasa tumefika pale hospitalini, mimi fahamu zilivyorudi, nikawa ni mtu wa kuongea sana. Nikawa naongea na hadisia ajali ilivyokuwa. Tumebebuka, yaani mtu anizuii, ninaongea, tumepata ajali, tumedondoka, tumebebuka, tukawa na hadisia pale. Madaktari wakiniuliza happy, wewe happy? Yaani na maruerue, yaani sielewi. Naitika yaani ile ajali. Hivi wananiuliza hivi, mimi na hadisia ajali. Basi wakawa wamenipeleka X-ray wakanipima. Baada ya kunipima kule, wakakuta nimevunjika ndani kwa ndani, mifupa imedondokea ndani kwa ndani huko, kiasi kwamba siwezi kutembea, siwezi kufanya kitu cha aina yoyote. Yaani nilivunjika sehemu ya nyonga yote, nilivunjika, mifupa ilikuwa imepasuka ndani kwa ndani huko. Wakasema sisi hapa hatuna hii huduma ya kusema tutamuunga huyu mifupa. Utabidi mume wangu ampigie simu mama wakati yupo hapa. Akamwambia mama, huku mwenzangu amepata ajali na amevunjika sana, wamesema huko hawezi kumhudumia, kwa wamesema tuje huko rufaa. Siku hiyo ilikuwa siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano usiku mida ya jioni ile tukawa tunapewa ambulance na dada mmoja ambaye na yule dada alikuwa jirani yangu. Yeye alidondokea kwenye mti, kwenye kile kijiti cha mti, kikawa kimemchoma kwenye tumbo, kikapitiliza kikachoma na mtoto wa ndani. Kwa hiyo itabidi yeye apelekwe hapa Meta. Kwa hiyo tukawa wawili tuliobeba siku hiyo, ambao tulionekana tuna hali mbaya kuliko wengine. Kwa hiyo walipotuondoa pale, kitendo tu cha kuondoka pale, kupanda kwenye gari pale, roho ya maombi ikaniingia. Nikaanza kuomba. Nikawa naomba, tunatembea njiani. Naomba, nasema wewe Mungu uliyemfufua Lazaro aliyekufa siku 4 akinuka, lakini ulimwita akawa mzima. Mimi je, najua utaniponya. Kwa hiyo nikawa naomba nasema Mungu utaniponya. Kwanza mimi ni mzima. Mimi siwezi kufa. Mimi ni mzima. Mimi nitatembea, mimi nitaishi. Kwa hiyo nikawa naomba. Daktari akaniambiaje? Happy, Mungu wako amekusikia mwanangu. Utapona, utakuwa mzima. Nyamaza sasa, upumzike, tulie. Nilikuwa naweza sasa. Ni kama kinywa changu kimekamatwa, kinakontroliwa. Mimi mwenyewe nyaya huko zinauma. Natamani ninyamaze nisiombe, ila siwezi. Nikawa vile kama mtu amekishikilia kinywa changu anakiombesha. Kwa hiyo nakuja kugundua ninapopata somo la malaika. Nikaja kugundua kwamba kumbe hata malaika anaweza kaufaa mwili wako akautumia kuomba kwa niaba yako wewe. Kwa hiyo nikawa nimeomba pale, nimeomba mpaka naingia geti la rufaa. Nilikuja kukata maombi wakati wananinyanyua tena, kwa sababu mimi ilikuwa haiwezekani hata kunishika kuninyanyua mimi kama mimi. Lazima wanyanyue pamoja na godoro. Hata wanaponyanyua lile godoro bado nasikia kama wananifinyanga. Yaani mwili wote ni maumivu. Naambulia ni maumivu makali. Yaani mtu asinigusa, akinigusa tu hivi yaani ni maumivu. Sasa wakati tunakuja ile ambulance inalia, zinalia. Mume wangu kabla nipigie mama, wewe mama. Ndio tumekaribia tunakuja sasa, mama akawa ametoka. Alikuwa ametoka nje, akawa amepokea mdogo wangu asifiwe. Akawa amesikia tu akamwambia wewe mama, wanalutia. Yaani kusikia tu hiyo mama analutia, akasema Mungu wangu, mwanangu ameshaondoka. Amekufa tayari. Sasa yeye kupiga tena mara ya pili akamwambia mama, ndio tuko rufaa tumefika. Kuja kufika pale mamangu na yeye pressure zimeshapanda, akawa mgonjwa yeye kuliko mimi tena. Tulipofika pale wakanipitiliza tena ultrasound, wakanipima, wakakuta tena vipimo ni vile walivyovikuta kule. Bwana Yesu asifiwe. Akasema yule daktari akasema sisi hapa hatuwezi kumhudumia huyu kwa sababu hatuna huo uwezo wa kumfanyia operation afu tukaunganisha mifupa, hatujui sisi hapa rufaa. Inatakiwa huyu umpeleke Peramiho Songea. Kule kuna wazungu waliosomea hicho kitu. Kwa hiyo utabidi hapa kesho asubuhi ndo muende huko, kwa sababu sasa imeshakuwa usiku, hamwezi mkasafiri. Kwa hiyo laleni hapa. Wakatupa kitanda tukalala pale. Mimi